Tulikuwa tunapiga kelele watu kuomba msaada, tuomba tusaidie. Lakini wanapovunja mlango tukawa tunapiga kelele, wakaingia ndani na kumchukua yeye, wakisema sisi ni mapolisi tuna shida na Mdude tu. Katika mmoja wao ndo akanizuia mimi kwamba nisitoke, nisiangalie ninapopiga kwamba ni polisi. Alikuwa anaomba tu msaada tusaidie. Kauli gani ilikuwa inatamkwa? Tusaidie tunakufa. Basi ndio chukua na mtoto. Kama dakika moja nikakuta kufa ukimya. Ndio aliyenifuata mimi kunizuia nisitoke, akawa anaondoka. Ana huruma Mungu. Mungu turumie Mungu. Mungu turumie. Tumekuwa kimbizi Mungu. Tumekuwa nyama Mungu. Kwa jina naitwa Stella Mgogo, mimi ni balozi shina namba 8. Kwa kweli siku tulipolala nilisikia mlango unagongwa. Baada ya kutoka nikakuta kelele, mama twende kwenye tukio. Kweli baada ya kufika hapa, hatujafika kwenye tukio, tuko barabarani kule nikaona damu. Mama usikanyage hapa kuna damu. Damu zimetoka kule barabarani mpaka hapa uwanjani mpaka ndani. Nilisikia pikipiki inapita. Sasa nilikuwa najiuliza hii pikipiki inaenda wapi? Baada muda nikasikia gari linalia. Baada hapo wakafungua geti pale, wakawa wameingia. Kufika huko ndani kwao wakawa wamebomoa mlango wa chuma. Wakabomoa tena mlango wa mbao. Kuna milango miwili, wakabomoa wakaingia ndani. Kuingia kule ndani wakaingia mpaka kule chumbani. Ndio mke wa Mdude anaeleza. Kufika kule ndani wakawa wamemvuta huyo Mdude. Mke akamwambia kaa huko, askari mmoja akamshikia nyundo kwamba we baki huko. Sasa huyo Mdude aliyomvutia sebleni, kwa kweli yeye kwa sauti ya mwisho alisema kwamba naomba mnisaidie. Ndio ilikuwa sauti yake ya mwisho, naomba mnisaidie. Baadaye kuna kitu kizito kilimpiga mpu. Kilivyompiga pale, basi sauti yake haikutokeza tena. Kwa hiyo pale ndio alipoanza kumvuta sasa, na damu zile zimetoka pale sebleni zimechilizika, sauti haikutoka tena mpaka kule alipoendelea kupotea naye. Na muda wa tukio ulikuwa ni muda mfupi tu. Mnamo tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya asubuhi, Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya limeweza kupokea taarifa kutoka kwa mtu ambaye anaitwa CJ Mbugi Emmanuel mwenye umri wa miaka 31, mkazi wa Iwambi, ambaye ni mke wa Mparuka Saidi Nyagari almaarufu Mdude, kuwa mnamo tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya saa 8 za usiku wakiwa wamelala huko mtaa wa Ivanga, kata Iwambi, jijini Mbeya, kwamba kuna watu wasiofahamika waliovamia baada ya kuvunja mlango na kuingia ndani na kisha kumjeruhi Mparuka Saidi Nyagari au maarufu Mdude sehemu mbalimbali za mwili wake. Aidha, watu hao baada ya tukio hilo walifanikiwa kutoweka na mhanga huyo na kwenda naye kusikojulikana. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linakanusha taarifa zinazosambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii ambayo zinadai askari polisi kuhusika na tukio hili. Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linaendelea na ufuatiliaji ili kumpata mhanga huyo na kuwabaini waliohusika katika tukio hili kwa hatua zaidi za kisheria. Kwa hiyo Jeshi la Polisi mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa yote mwenye taarifa za mahali alipo Mparuka Saidi Nyagari au maarufu Mdude azitoe ili kufanikisha kumpata, pamoja na taarifa za watu waliohusika katika tukio hili tuweze kuwakamata. Kama Mdude angekuwa na kosa, wangemchukua, wangempeleka mahakamani. Aende mahakamani akahukumiwa, kama ni kufungwa akafungwe, kama ni kunyongwa akanyongwe, lakini sio kwa hali kama hii. Kwa kweli natusikitisha sana. Naomba Watanzania wote tutoke tupaze sauti zetu. Chaula amepotea. Kipanya amepotea. Wakina Soka amepotea. Hatujui leo hii kwa Mdude. Hatujui mpaka sasa hivi kama atakuwa hai au amekufa. Kwa sababu sasa imekuwa ni desturi ya serikali ya Tanzania kwamba watu wake kuuawa ni jambo la kawaida. Watu wanachinjwa kama kuku. Hii damu kwa kweli hatutaki iende bure. Tunaomba tuombe kwa pamoja. Kila mtu afanye kazi yake kwa wakati wake ili taifa lipone.
Tumechoka kulia misiba ya watoto wetu. Tumechoka kulia misiba ya kutoka watoto wetu. Leo tunalia mambo ya Mdude. Mwenyekiti wetu wa taifa yuko ndani anasota kwa kesi ya uhaini. Sasa tujamaliza lingine linakuja hili. Sisi kama Chadema hatutakuwa tayari. Hatutakuwa tayari kabisa kukubaliana na jambo hili. Tunaomba wananchi wote wa jimbo la Mbeya mjini, jimbo la Mbeya vijijini, mkoa wa Mbeya, mkoa wa Songwe, kanda ya Nyasa na Tanzania nzima tuungane kupaza sauti zetu kuhakikisha watoto wetu wanarudishwa wakiwa salama. Haijalishi wamekufa au wako hai, tunaomba maiti zao basi. Kama wako hai mtuambie Mdude yuko wapi ili twende tukamtibu. Mtuambie amepelekwa kwenye kituo gani cha afya ili twende tukamuone, kwa sababu tumezunguka vituo vyote Mdude hayupo. Mtuambie, jeshi la polisi wanajua Mdude aliko. Niungane na Watanzania wote kulaani kitendo cha tukio la hapa nyumbani kwa Mdude. Na pia wananchi wa Iwambi na mtaa huu tunaomba mtusaidie, tunataka Mdude akiwa hai. Hatuhitaji msiba wa Mdude tena. Tumelia, tumechoka. Mara ya mwisho nimewasiliana naye juzi. Alikuwa na mashaka sana. Akaniambia kaka uje nyumbani na mazungumzo na wewe. Nikamwambia sawa kaka, nitakuja kesho. Ambaye ilikuwa ni jana. Lakini sikupata bahati ya kuja jana. Usiku wa manane nikapigiwa simu kuambiwa tumevamiwa na Mdude kapigwa. Nikatoka mimi nyumbani kwa sababu nakaa nyumbani almost sio mbali sana na eneo la tukio. Nikaja saa 8 usiku huo nikakimbia haraka nikaja hapa. Nilipofika hapa nikamkuta balozi na mjumbe wa mtaa pamoja na mwenyekiti. Nilipofika cha kwanza nikawauliza utaratibu ukoje? Mwenyekiti, tuongoze katika hili. Baada ya kuangalia mazingira akasema tunafanya mawasiliano, tunataka twende polisi. Nikamwambia sawa, tunakwenda polisi, lakini hapa mazingira tunayachaji kwa sababu mimi naona hapa niko na shemeji na majirani kama 7. Akasema basi ngoja tujadiliane hapa. Akawa anafanya majadiliano ya polisi. Mimi nikaenda kumuuliza shemeji kulikoni. Shemeji akaanza kunieleza muhtasari jinsi hao jamaa walivyokuja. Alianza kuwasikia, yeye alikuwa ananyonyesha mtoto, alikuwa amechangamka, yani analia, kwa hiyo alikuwa anambembeleza mtoto. Akasikia pikipiki, baadaye akasikia gari, akaenda kumshtua mwenzie chumbani. Alipoenda kumshtua chumbani, mwenzie akainuka. Wakati wanatoka kwenye varanda, wale jamaa walikuwa wameshafunja mlango ule, wameingia. Kwa wakaenda moja kwa moja wakamshika kwenye varanda pale Mdude, wakaja naye hivi wengine, yule shemeji wakamsukumia kule chumbani kwake. Kuna mtu alikuwa ameshika nondo kwa mujibu wa shemeji. Akamsukumia ndani, akamwambia sisi ni polisi, kaa kimya. Ili tukio alijachukua dakika 5 wanasema shemeji. Yaani kwa ukaribu alijachukua dakika 5 na hata ukiuliza majirani pia na wenyewe mtawauliza watawaambia alijachukua dakika 5. Yule bwana anasema baada ya kupiga baada ya kuonekana amempiga Mdude, nikamuuliza ulisikia piga kile? Sasa alipiga tu kile mara moja. Afu akawa ameondoka naye. Baada ya kuondoka naye ndo kama hali mlivyoiona, walikuwa na mburuta na wametoa almost karibu mita 10. Wamemburuza kwenda mita 10, damu kote kumniona ilivyomwagika. Kwa hiyo mazingira yalikuwa ndio hayo. Baada ya hapo tukaanza sasa jitihada sisi za kwetu. Sasa jitihada zipi? Mwenzetu ndio ameondoka. Kazi ya jeshi la polisi kulinda usalama raia na mali zao. Tulitaarifu jeshi la polisi, nikamwambia mwenyekiti wa mtaa scenario ndio hii hapa. Sasa umekuja na conclusion gani? Akasema amewapigia polisi, wamesema wako Uyole wanakuja. Hiyo ilikuwa ni saa 8 kuelekea saa 10. Kwa hiyo tukamwambia basi sawa, hamna shida. Tukakaa hapa na majirani, tukawa tunasubiria, na balozi alikuwepo na mjumbe alikuwepo na mwenyekiti alikuwepo hapa. Baada ya muda kidogo mwenyekiti akatoka nje na mjumbe na balozi wakawa wametoka nje. Walikuwa wametoka nje, sisi tukawa tumebaki hapa. Mimi nikaendelea kuwasisitiza vijana kwamba tuna kila haja ya kumuuliza mwenyekiti yuko wapi. Wakasema yuko nje. Wakampigia simu, kwa kijana mmoja mpangaji wa akampigia simu mwenyekiti, akasema msijali, gari iko njiani inakuja. Tukaendelea kusubiri. Tumevuta subira, tumepiga kama mara 2. Baadaye mwenyekiti kaja kutokea saa 1 asubuhi. Toka saa ngapi? Saa 8. Tunamuuliza vipi? Anasema jeshi la polisi wamesema hivi, twende Iunga. Nikamwambia sasa tunakwendaje Iunga? Kawi tuanze kutafuta utaratibu sasa tunaendaje na hapa tunapaachaje. Mimi nikamwacha mgombea udiwani wa kata hii. Nikamwambia bwana, tunaomba tuangalizie haya mazingira kwa sababu wewe ni mtu wetu, unalinda maslahi yetu sisi hapa ya chama na maslahi ya Mdude. Kwa hiyo kwa sababu yale umizo ni mwanachama wetu, weka hapa, mimi niende na shemeji polisi. Kwa tukatoka mimi na shemeji tukachukua pikipiki, tukawa tumeongozana na mwenyekiti tukaenda mpaka Iunga. Na majirani hapa wakawa wameteua watu wawili wa kwenda kuwawakilisha wapi? Kule kituo cha polisi, wakasikia na wenyewe ili kwa ajili ya kutoa ushahidi, ili kutengeneza ushahidi wa aina hiyo jeshi la polisi, kwa sababu limegoma kuja huku, limesema tulifuate. Kwa tukao tumekwenda kufika pale mkuu wa kituo cha pale akawa na moji mwenyekiti akawa anaeleza ambaye hajanyoka.
Nikamwambia mwenyekiti, basi muache aliyeshuhudia hili tukio mkewe atoe maelezo. Mkewe akawa anatoa maelezo kwamba mimi nachoamini waliomshambulia mume wangu ni CCM na polisi, kwa sababu walijitambulisha polisi. Kwa aliposema maelezo hayo, polisi pale kituoni akasema sisi kwa sababu hatulazi mahabusu, muende Central. Central ndo na mahabusu. Labda huyo mtu kwa sababu mnasema kachukuliwa na polisi, mtamkuta huko. Tukatoka sisi tukaenda Central, na huko Central tukakutana na polisi wa pale, wakaanza kuchukua maelezo. Tukakaa kama almost saa moja. Baada ya kuchukua maelezo, RCO akasema basi sawa, tuongozane na timu, maana RCO naye akawa amekuja pale. Tuongozane na timu twende tukafanye uchunguzi huko katika eneo husika. Kwa hiyo tukawa tumetoka pale, sisi tukawa tumekuja na shemeji na pikipiki, sisi vile tulikuwa ni pikipiki, tukaja mpaka hapa. Kwa hiyo mimi niseme kitu kimoja. Kiukweli jeshi la polisi katika hili swala la kukamatwa na kupotezwa huyu bwana ambaye tunamzungumzia hapa na kujeruhiwa, kiukweli wanatakiwa watoe maelezo yakinifu na yaliyojitosheleza, kwa sababu imechukua almost kuanzia saa 8 mpaka saa 1. Hata kama tulikuwa na nia ya kuwasaidia jeshi la polisi kwenda kumtafuta huko wakimbiza waliomteka, kweli hii inasikitisha sana. Sisi tu ni ndugu zake, tumeweza kufika ndani ya muda mfupi, tumekuja kwa miguu. Jeshi la polisi lina resources za kutosha, linapitishwa budget za wananchi ambazo linapewa budget za kutosha. Kiukweli hii kitu haijakaa sawa. Mimi niseme tu haijakaa sawa, hususan katika haya mazingira ambayo tunayaona sasa hivi tunayapitia kama nchi, machafuko, watu kutekwa, kupotezwa katika mazingira namna hii. Mimi nafikiri itakiwa wawe sharp sana. Mimi niendelee kusisitiza haya mazingira si mazingira sawa. Kama mnavyoona shemeji anashindwa kuzungumza, huyu bwana ameacha watoto wadogo, huyu mtoto analia hapa. Tuwe na huruma, damu zimetapakaa nyumba nzima.